Nitakuwa nakupasha leo ikiwa siku ya 7 mwezi Februari mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za Ejamie ni Videlis Moshoge, na tunaanza na taarifa za tanzia kutoka kwa wanahabari na vile vyombo vyote vya habari. Hii ni baada ya kumpoteza mwanahabari mkongwe Leonard Mambo Mbotera ambaye amefariki katika hospitali akiendelea kupata matibabu. Familia imedhibitisha hayo. Hizi ni baadhi ya kazi ambazo alikuwa amezifanya. Ukitoka nyumbani, kwa nini usijiangalie kioni? Jiangalie kwenye kioo, ujue kwamba hili vazi nililovaa nikipita mbele ya watu itakuwa namna gani. Mpaka sasa pale hoteli unatafuta mtu akuokotee kile kisu, unatafuta mtu akuokotee kile kijiko, au mteja mwenyewe amejitokeza tu, ameona vile ulivyo na shida, vazi ndilo hilo, huwezi kuinama. Sasa mteja mwenyewe amejitolea, ndio anakuokotea kile kisu, anakuokotea kile kijiko, anakuokotea uma ile uliyoangusha. Manake vazi ni fupi, ukijaribu kuinama itakuwa ni balaa, mambo mengine yataonekana na itakuwa ni aibu. Na huu ni ungwana. Nauliza, kwa nini kuvaa vazi fupi dada, na unajua kwamba ukiinama itakuwa ni balaa mbele za watu? Huo nauliza, ni ungwana? Na mshirika la AJR News pia tunatuma rambirambi kwa familia na jamaa za Leonard Mambo Mbotera. Tukiachana na taarifa hizo, tunaingia katika kaunti ya Kisii mahali ambapo viongozi wanaendelea kujiandaa katika uchaguzi wa mwaka wa 2027, huku wengi wakijitokeza na kumpigia upato aliyekuwa waziri mwenye mamlaka makuu katika serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, Daktari Fred Matiang'i, wakisema kwamba wale ambao wanamkashifu na kusema kwamba hawezi kuwa rais waache ndoto hizo za mchana, na kusema kwamba akisimama watampa support ambayo inatakikana. Omwana ito Matiang'i nchirali gocha. Mtoto wetu Matiang'i yako njiani kujiandaa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 2027. Mtakubali mtu acheze na Matiang'i? Achaga gototebinga ngantura isana. Obocha ibonge buno obweto kubogikilia senjera yigoro mono. Kuna mchezo imeanza ya kusema kwamba Wakisii hatuwezi, madharau kama hiyo hatutakubaliana nayo. Msikubali mtoto wetu Matiang'i adharauliwe hata kidogo. Matiang'i karo nera togosa. Na tukiachana taarifa hizo za siasa, tunaingia katika kaunti ya Kirinyaga, sehemu ambayo inajulikana kama Kutusa, mahala ambapo shilingi ama deni la shilingi 50 limemgharimu jamaa mmoja ulemavu wa maisha. Ni baada ya kutolipa deni hilo na yule ambaye alikuwa amemkopesha kumjeruhi sehemu zake za siri. Jamaa huyo amepelekwa katika hospitali wakati ambapo polisi wanaendelea kuchunguza kisa hicho. Jamaa alikuwa amekuja hapa kufanya kazi, akamfanyia kazi asubuhi, badala ya akuje ampatie pesa yake alikuja kumukata na kisu. Akuja atoe mtu siri zake za siri. Tungetaka huyu mtu aondoke hapa. Sisi kama Jezi hatutaki watu wanatuumiza. Sasa huyo mtu amekuja kufanya kazi, ameng'olewa vitu yake. Bwana bibi yake akiwa nyumbani saa hii analia. Atafanya nini? Kuna swali nataka kuuliza, sababu mimi ni msasi. Huyu mtoto wangu mwenye ametolewa hizo vitu na ninataka nisaliwe, nitasaliwa lini? Naam, tunaomba uchunguzi ufanywe ili kujua ni deni tu lililogharimu ulemavu huu ama kujeruhiwa kwa sehemu zake za siri ama kulikuwa na mambo mengine. Ni uchunguzi ambao tutangoja ili tujue. Wakati hao yanaendelea, tunasonga tu kutoka kaunti ya Kirinyaga tunaingia kaunti ya Nyeri ambayo inaongozwa na Mutahi Kahiga ambaye ni gavana wa kaunti hiyo, ambaye amejitokeza na kusema kwamba kurudi kwa pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya ni baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuondolewa afisini na pombe hiyo imerejea. Ni baada yake na kusema kwamba ameunda jopo ambalo litakuwa linapambana na pombe haramu na kusema kwamba kampuni ambazo zinatengeza pombe haramu zinafaa kudhibitiwa. Sasa tunasema kwa sababu tatizo la unywaji wa pombe vileo ambavyo havijapitishwa na KEBS au idara zinazostahili kuwa zikipima, ndizo tunazo vita nazo, lakini hatuna vita na muuzaji wa pombe halali. Pombe haramu ndizo zinatutatiza katika kaunti. Najua kama Tetu kumekuwa na matatizo, watu wetu vijana kunywa na kujinyonga kwa sababu maisha yamewaendea mrama. Kamati hii watakuwa natumia intelligence, watakuwa natumia intelligence ili kuweza kuruhusu na kupeana leseni kwa
ni eneo lolote lile ambalo tutakuwa linauza hivi vileo. Na tukimalizia, baada ya ahadi na vile mapochopocho ambayo Rais William Samoei Ruto ambaye alikuwa katika ziara ya siku 4 eneo la kaskazini mwa Kenya, North Eastern, kupeana katika eneo hilo, pia leo ni siku yake ya mwisho katika eneo hilo la kaskazini mwa Kenya. Baadhi ya miradi imezinduliwa, hasa ile ya barabara, huku pia akiahidi mapochopocho na vile fedha katika maendeleo ya eneo hilo la magharibi ama kaskazini mwa Kenya. Na katika taarifa za kitaifa ni kwamba kutakuwa na mkutano pale Dar es Salaam, Tanzania, kati ambapo marais wa DRC Congo, rais wa Kenya William Samoei Ruto, rais wa Tanzania Samia Suluhu, rais wa Rwanda ambaye ni Paul Kagame, rais wa Uganda ambaye ni Museveni na marais wengine watakongamana ili kusuluhisha mgogoro ambao umekuwa ukishuhudiwa katika nchi ile ya DRC Congo, ambao pia inahusisha nchi ya Rwanda na vile South Africa ama Afrika Kusini. Tutangoja tuone labda mgogoro huo ambao umegharimu maisha ya watu utazuluishwa au la. Katika spoti za biashara, Ruth Nyanchama atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika biashara ni kwamba kampuni ya Safaricom na ushirikiano na shirika moja lisilo la serikali lijulikanalo kama Opportunity International kupitia teknolojia ya AL imezindua jukwaa la AL Chatbot ambalo linalenga wawekezaji wadogo humu nchini Kenya. AL Chatbot ambayo ni programu ya kompyuta itakuwa inasaidia zaidi ya wakulima 1000 kwa masuala mbalimbali kama vile kutumia mbolea, kutumia dawa za kuua wadudu na vile itakuwa inaangazia bei ya bidhaa sokoni. Programu hiyo itakuwa inaendelea na majaribio hadi mwezi wa Agosti. Tukiachana na hayo ni kuwa kampuni ya Marekani ijulikanayo kama Everstrong Capital ina mipango ya kuchangisha bilioni 129 za Kenya ili kujenga barabara kuu ya Nairobi Mombasa kupitia kwa kuchangisha pesa kutoka benki humu nchini na vile fedha za pensheni. Kampuni hiyo itakuwa inamiliki barabara hiyo kwa miaka 30 kabla ya kuikabidhi kwa serikali. Mpango huo unatarajiwa kuanza mwisho wa mwaka huu. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.